Tumemwona Yesu alipobatizwa, alipotoka kutoka majini, Roho Mtakatifu akamjia juu yake, sauti ikasikika, huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye, msikieni yeye. Kwa manake ukiwa na Roho Mtakatifu, Mungu atawapa watu msikivu wa kusikiliza. Maana kinywani mwako kitatoka hekima, yatoka maarifa, utatoka uelewa, busara itatoka ndani. Kwa sababu hautaongea wewe tena, ila Roho Mtakatifu atakuwa ndani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Roho Mtakatifu ana sifa zifuatazo. Roho Mtakatifu kama nafsi, aina ya sifa alizonazo kama nafsi, anazungumza. Roho Mtakatifu huwa anazungumza. Matendo 1:16. Yeye ana uwezo wa kuzungumza. Hiyo nafsi inaongea. Roho Mtakatifu anaongea. Mara ngapi unasikia? Hata leo anaongea. Hivi nafikiri nimekuja kanisani hapa kwa kuhisi. Umekuja kwa kuhisi. Anaongea na hisia zake. Leo nenda ibada. Leo nenda kanisani. Nenda kanisani. Leo nenda kanisani. Kuna watu wengine Mungu ameongea kwa kubishia. Kuna mtu anabisha. Anaangalia maisha sasa. Alafu mtondoka, alafu kurudi, alafu baadaye, alafu unaendelea, alafu kaenda. Roho Mtakatifu anaongea, anakusisitiza, anakuhimiza fanya. Roho Mtakatifu huwa anazungumza. Kile kitabu cha Matendo 1:16 anaongea. Soma hiyo kitu utasoma kwa. Roho Mtakatifu anaongea, anakuhimiza, leo mwanangu mfanyie hivi, kanitolee hivi, kafanya jambo hili. Kwa Roho Mtakatifu huwa anaongea kwa sababu nafsi inayozungumza. Lakini jambo la pili, anafanya miujiza. Matendo 15:28. Matendo makubwa ambayo Mungu anayafanya, hata ambayo tunaona kwa sehemu hapa Jumapili na Ijumaa mosi kwa mchezo. Mungu alionekana sana. Wala Mungu kueleza kwa lakini